Afu tena kama baba sasa hivi ni watu ambao hawahangaiki. Hawahangaiki na nini? Eti kwanza siji kwenda kwenye mabasa hivi kwenda kutongoza. Watu wana request. Kwa hiyo na huyu jamaa anataka afu za kurequest nini? Na nimewabeba wadada wa kurequest. Nishawahi kumbeba mdada mmoja nilimuonea huruma. Yule mdada amerequest kutoka nani? Kutoka ilikuwa Kigamboni. Ka request kutoka Kigamboni anaenda nani Kimara nani wapi? Hamna Kigamboni. Stop over. Request sawa. Ngoja. Naomba kwanza niongee. Kweli huyu jamani boda. Sikia sasa. Sikia. Request ilikuwa imesoma shilingi 16,000 kwa sababu nilimtoa kibada mwishoni. Ilikuwa imesoma shilingi 16,000 nampeleka stop over. Nimekuja naye tumekaribia nani maana tuliingilia ile njia nani ya posta. Tumekuja karibia na sheki langu. Akakaa huku nyuma akakaa kila kimpigia yule mshikaji. Apokee yule mdada akaenda anajisonya. Tulipofika sheki langu akasimamisha akaniambia simama, nikasimamisha pikipiki. Nikamuuliza shida nini? Nikamuuliza shida nini akaniambia bwana mimi ngoja tu nikwambie uhalisia. Mimi kuna jamaa alikuwa amenirequest niende kule atanipa shilingi 70,000. Sawa? Nikamwambia sawa nakuja. Tumewasiliana mpaka na request akaniambia request mimi ukifika kunalipa hela. Lakini cha kushangaza sasa hivi simu ashiki hapatikani kabisa. Sasa mimi huko nikienda na sipajui nitapataje? Nikamwambia basi poa kaa tukae tusubirie nini? 16 kwenda. Sawa, nilivyoenda trip pale sheki langu kama imesoma 12,000. Kwa hiyo ikabidi nimrudishe. Kumrudisha pale tena shilingi 24,000. Kwa hiyo ikabidi nimkalishe kwenye pikipiki nikamrudisha mpaka Kibada. Nilipomfikisha Kibada baada ya kunilipa 24,000 akanilipa 24,000 nikaichukua tu ile shilingi 12,000 nikamrudishia. Kwa kama nilipa 12,000. Ila ali nilimuonea huruma yule mdada.